Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tutaenda kujikumbusha maneno ya Mungu kwa uchache. Andika kichwa cha somo fungu la 10. Nitafundisha kuhusu fungu la 10. Itakuwa ni mara yako aidha ya pili ya tatu, lakini naomba tukumbushane kupitia fungu la 10. Kuna mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Basi nini maana ya fungu la 10? Fungu la 10 ni sehemu ya 10 ya fedha au ya mshahara wako au ya biashara yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano, mshahara wako ni 200,000. Fungu lake la 10, nani anaweza akatuambia fungu la 10 la 200,000 ni shilingi ngapi? Karibu. Ni 20,000. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika hiyo 20,000, wakati mwingine mpendo unasema ngoja nitimize tu nipeleke, lakini hujatoa ile 20,000 kama inavyotakikana. Unajikuta umepeleka 18,000. Pale unakuwa umekosea. Hujalipa fungu la 10, umeiba. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisiongee sana, twende katika maneno ya Mungu. Tutaenda kumwangalia Yakobo. Yeye aliweka nadhiri kuwa atakachopewa na Mungu atatoa sehemu ya 10. Tufungue Mwanzo 28 mstari wa 20 mpaka wa 22. Nimeisha jitambulisha, nirudie tena. Jina langu naitwa Lydia Edison Kategela au Mrs. Msekalile. Ni mama wa watoto 3, nimeokoka na mpenda Yesu na mume mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Niliingia mahali hapa ni muda mrefu, lakini tuko pamoja katika safari ya kwenda mbinguni. Nilikuwa naimba nyimbo na mtoto wangu mmoja, lakini sasa hivi ameshakuwa binti, hayupo hapa. Mungu amembariki, Mungu awabariki pia. Amina. Tufungue Mwanzo 28. Aliyepata anaweza akanisomea. Nitasoma. Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia niendeayo, na kunipa chakula nile, nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu. Mstari wa 22. Na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo itakuwa nyumba ya Mungu. Na katika kila atakalonipa, hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sehemu ya 10, Yakobo aliweka nadhiri kwamba Mungu akimpa, akimbariki, atatoa sehemu ya 10. Na sisi leo tunajikumbusha kwamba Mungu anapotubariki, iwe ni katika biashara, katika kazi zetu za mikono, katika kuajiriwa, umeuza nyanya, umepata shilingi 5,000, basi kumbuka 500 sio yako, ni takatifu kwa Bwana, itolee zaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Twende tusome katika Hesabu 18 na ule mstari wa 21. Aliyepata anaweza akanisaidia kusoma. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe sehemu ya 10 tumeona pia walikuwa wanapewa Walawi, wana Walawi. Kwa saa hizi tunawaita wachungaji. Bwana Yesu asifiwe. Wachungaji wanapaswa kupokea sehemu ya 10. Bwana Yesu asifiwe. Anapaswa apokee ili akuombee baraka. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba unasema nampelekea mchungaji anakula, hapana. Pamoja anakula lakini anakuombea baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ahadi ya baraka katika Malaki 3. Tusome ule mstari wa 10, Malaki 3 mstari wa 10.
Malaki 3 mstari wa Amina. Neno la Mungu linasema, leteni zaka kamili ghalani, ili kuwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka, hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Amina, ubarikiwe. Malaki 3 tunaambiwa tukipeleka zaka kamili, hajasema upeleke tu mradi zaka iliyo kamili. Upendo, tunakumbushana tutoe zaka iliyo, usije ukasema nimepata 255,000. Unatakiwa utoe shilingi ngapi? 25,500. Tuseme hii 500, ngoja nikanunue nyanya. Hapana, unakuwa umemwibia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunatakiwa tutoe zaka iliyo kamili, usimwibie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakulinda, atalinda vyanzo vya mapato yako, atalinda na atakufungulia milango ya baraka. Bwana Yesu asifiwe. Tusome tena Malaki 3 mstari wa 11 na 12. Atamkemea yeye alaye. Kupitia zaka unayolipa, Mungu atakemea anayekula, anayekuibia, au anayetaka kuharibu, au anayetaka kuharibu maisha yako, au anayetaka kuharibu kazi yako, anayetaka kuharibu biashara yako. Mungu atamkemea. Tusome mstari wa 11 na wa 12. Malaki 3 mstari wa 11. Nami kwa ajili yenu nitamkemea yeye alaye, wala hata haribu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenu hautapukutisha matunda yake kabla ya wakati wake katika mashamba, asema Bwana wa majeshi. Na mataifa yote watawaiteni heri, maana mtakuwa nchi ya kupendeza sana, asema Bwana wa majeshi. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Tunapotoa zaka, unapotoa sadaka, unapaswa kutoa kwa upendo. Bwana Yesu asifiwe. Utoe kwa moyo wa furaha, lakini pia tutoe kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Usitoe tu kwamba ili nionekane. Hapana. Toa sadaka kwa upendo, toa kwa moyo wa furaha na kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Kutotoa, madhara ya kutokutoa zaka. Taenda haraka kidogo. Madhara ya kutokutoa zaka tutaona katika Malaki 3 Malaki 3 mstari wa 8 mpaka wa 10. Nitasoma. Je, mwanadamu atamwibia Mungu? Lakini ninyi mnaniibia mimi. Lakini ninyi mwasema, tumekuibia kwa namna gani? Mmeniibia zaka na dhabihu. Ninyi mmelaaniwa kwa laana, maana mmeniibia mimi, naam, taifa hili lote. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo tunapomwibia Mungu tunajiletea wenyewe laana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Maana yake Mungu hakubariki tena, unapokea laana. Ile neema iliyokuwa inatakiwa ifuate juu yako, Mungu anaiondoa. Maana wewe unakuwa umemwibia Mungu. Una tofauti na yule anayeenda kuvunja. Unaitwa mwizi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini kama wewe umeokoka, kwa nini uite mwizi kwa kuiba zaka? Hebu kama kuna unayeiba zaka, Mungu akusaidie kuanzia leo. Toa zaka iliyo kamili. Toa fungu la 10 lililo kamili. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Anasema ni baraka kwa anayetoa, kinyume chake ni kukosa neema. Tutaiona katika Luka 6 na mstari wa 38. Ni baraka kwa anayetoa, lakini asiyetoa kinyume chake ni kukosa neema. Kwa hiyo kutoa zaka ni baraka, lakini usipotoa zaka unapata nini? Laana. Kwa nini upate laana wakati wewe ni mwana wa Mungu? Wewe ni mtoto wa Mungu. Luka 6 na ile 38 mstari wa 38. Neno la Mungu linasema, wapeni watu vitu
nanyi mtapewa kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika, ndicho watu watakachowapa vifuani mwenu. Kwa kuwa kipimo kile kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa. Kwa hivyo unapotoa zaka kwa uaminifu, unapotoa fungu la 10 kwa uaminifu, ndivyo Mungu atakavyokubariki. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona katika Malaki 3 ule mstari wa 10 anasema, leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Chakula kinatakiwa kiwepo katika nyumba ya Bwana. Mchungaji anapokea wageni mbalimbali, wewe mshirika unakuwa nyumbani, ametoka huko mtu anasema, kwa mchungaji ni wapi? Wanamuonesha, anaenda. Nani anamhudumia? Ni zaka yako wewe, ndio inatakiwa imhudumie yule mgeni. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia zaka unayotoa inamsaidia mchungaji kuweza kumsaidia kumpa mahitaji muhitaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kukosa baraka katika mali kunatokana na madhara ya kutokutoa zaka. Unaweza kuwa unafanya biashara yako, unafanya biashara, umepata faida, lakini unaona nimepata ila milioni 1 leo, nipeleke 100,000, mbona nyingi sana? Unasema ngoja nipeleke 50,000, kwani nani ananiona? Lakini unapopeleka ile 50,000, magonjwa yanatokea, unauguliwa. Unapouguliwa unaenda kuilipa ile 50,000 na zaidi ile 50,000. Lakini ungetoa ile yote 100,000, Mungu angelinda hata magonjwa yasingetokea katika malango yako. Lakini kwa sababu umeingiza mwenyewe laana kwa kula fungu la 10, Mungu na yeye anakaa pembeni, kwa sababu Mungu hayuko tayari kuwa pamoja na wewe unayeiba. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo Mungu anakaa pembeni, anabaki anakutazama. Kwa sababu hujalipa zaka kamili, unajikuta sasa ile zaka umeilipa kwa namna nyingine, na tena zaidi ya ile. Tuwe waaminifu wapenda katika zaka. Tunapoleta zaka, tulete zaka iliyo kamili. Lakini pia kuna kuvunjika kwa uhusiano wako wewe na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unavunja uhusiano wako wewe na Mungu. Pia laana na hukumu ya kiroho, mfano wa Anania na Safira. Mfano wa Anania na nani? Na Safira. Wenyewe walipata hukumu ya kiroho. Inapatikana Matendo 5 mstari wa 1 hadi wa 11. Taenda kusoma nyumbani kwa sababu muda hautoshi, tunakimbizana na muda. Lakini natakiwa tuwe wa kweli na waaminifu mbele za Mungu, ni wa muhimu sana. Ukweli na uaminifu mbele za Mungu ni wa muhimu sana, wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wetu anaona yaliyo sirini, aliyaona waliokuwa wameyapanga Anania na Safira. Aliyaona Mungu, hakuyaona mchungaji wao, ila aliyaona nani? Mungu na Roho Mtakatifu walikuwepo wakati wanapanga kwamba tumeuza shamba, lakini hili shamba tumeuza, tupeleke sehemu tu kidogo, nyingine tubaki nayo. Lakini mwanzoni walipatana kwamba wataenda kupeleka sehemu fulani, kwamba ni sehemu fulani, kwamba ni labda ni 500,000. Lakini wenyewe wakasema nani anatuona, wakapeleka 250,000. Kilichowakuta ni laana na hukumu ya kiroho, walikufa. Bwana Yesu asifiwe. Utaenda kusoma Matendo 5, utazikuta hizo habari mstari wa 1 hadi wa 11. Dhambi ya unafiki na udanganyifu kwa waamini ni mbaya sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa tusiwe wanafiki tunamtolea Mungu. Tusiwe wanafiki, tutoe kwa moyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Anania na Safira walidanganya na kufanya wametoa kwa ukamilifu. Wakajifanya kama wametoa kwa ukamilifu, kumbe wamedanganya. Wanapodanganya kumbe Mungu ameshawaona. Kilichowapata Anania na Safira sababu kubwa ni unafiki, udanganyifu na kujaribu kumdanganya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kutokutoa zaka kunaleta laana ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unavunja uaminifu wetu mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unapokuwa utoi zaka kwa uaminifu, unavunja uaminifu wako na mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ili usivunje uaminifu mbele za Mungu, mpendwa, jitahidi utoe zaka iliyo kamili. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu atakubariki, atafungua milango ya baraka, atafungua madirisha ya mbinguni, hata isiwepo nafasi ya kuweza kuweka kitu ambacho wewe
unachokipata kwa sababu ya uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Mungu awasaidie sana, atusaidie mimi na wewe tuwe waaminifu kutoa zaka, maana kuna siri kubwa katika kumtolea Mungu zaka. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimemwona Mungu kupitia zaka, na mimi napenda na wewe jitahidi kutoa zaka kwa uaminifu. Utamuona Mungu kwenye maisha yako, atakutetea, atakupigania. Kuna wakati unakuwa umefika mwisho, akili zako zimefika mwisho, huoni njia, huoni mpenyo, lakini kwa sababu wewe ni mwaminifu kwenye zaka, Mungu anafanya njia, anakuletea kile ambacho unakihitaji, pengine ni zaidi ya kile. Bwana Yesu asifiwe. Hebu jaribu kuanzia leo, geuka, toa zaka yako kwa uaminifu na Mungu atakubariki. Utamuona Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana. Somo letu litaishia hapa. Naomba tusimame, tumuombe Mungu. Amina. Ikiwa ulikuwa unaiba zaka, unaleta zaka lakini sio kamili, wewe mwenyewe unajijua, unajua ndani ya nafsi yako, ndani ya moyo wako kwamba kama kweli ulikuwa utoi kamili, ulikuwa unatoa lakini sio kamili, Mungu akusaidie. Muombe Mungu akusaidie utoe zaka kamili. Ikiwa ulikuwa unatoa kamili, pengine uliacha, hebu toa zaka kwa uaminifu, utamwona Mungu. Na ikiwa ulikuwa utoi zaka, hebu anza kutoa zaka na utamwona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Karibu baba mchungaji. Kanisa, pigeni makofi mengi. Sasa mtu mwingine anasema mchungaji alikaa naye akamwambia, jamani, Mungu ni mwema. Mimi nilisema mtu anapotaka kukukamua jipu, uwezo ukasema tu nikamue ukawa unacheka cheka. Wengine wanatukanaga na matusi, lakini jipu likisha toka, asante sana, anamshukuru. Wageni wetu, hili somo ni gumu kabisa. Nadhani mwaka tumeanza sijafundisha hata mara moja, lakini huko ndiko kwenye baraka. Ila kulianza hili somo, tumishi wa Mungu akubariki sana sana. Ni mwalimu mzuri jamani, alikuwa anafundisha somo linaingia mpaka kwenye mizizi ya roho. Kwa hiyo kama wewe ni mgumu wa kusikia, basi itakuwa ni wewe, lakini huko ndiko kwenye baraka. Anasema nijaribuni muone kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Jamani, watu wengine ni wagumu, lakini naenda kaangalia maisha yao, unakuta maisha yake yanaenda chini kila kunapokucha. Hebu tujitahidi kuachilia kwa Mungu na kwa ndugu zetu pia, na Mungu atatubariki sana. Lakini hao wageni nimewapenda ghafla na nimeona wivu, kumbe tungekuwa nao mpaka ibada ya jioni, lakini hatuna namna kwa sababu tuna msiba. Na kwa kuwa huyu binti ndio tunafahamiana naye sana, tuna sababu ya kualika waje siku nyingine. Wana vitu vikubwa ambavyo Mungu ameweka ndani yao. Tufumbe macho wote. Mfalme Mungu wetu, tazama mtumishi wako kutoka mbali ameleta maneno ya baraka ya kukugusa wewe Mungu, nasi kama kanisa tunayapokea kwa mikono miwili. Baba, hata tukinyamaza, tusipoyatendea kazi, itakuwa ni hasara yetu. Wewe umetuhudumia Mungu kwa asubuhi ya leo kupitia mgeni aliyeingia katika malango haya. Tazama watumwa wako walinyamaza, walitulia. Baba, ukatembea katika mioyo yao. Tusaidie Mungu kukujua zaidi na zaidi. Kwa jina la Yesu nikiomba na kushukuru, wote tuseme amen. Tukae chini kwa dakika chache.